Kwa majina naitwa Simon Paulo Kumbuka, ni mjumbe wa serikali ya kijiji cha Sorwa. Mimi naitwa mchungaji Shadrack Kilijua Gagi, ni mchungaji wa kanisa la Kristo lipo hapa mahali Sorwa, Shinyanga vijijini. Kwa majina ninaitwa mchungaji Samuel Mkamba, ninaongoza kanisa la Anglikana Sorwa, Shinyanga vijijini. Lakini pia kwa neema ya Mungu mimi ni mwenyekiti wa CCT kata ya Sorwa. Lakini pia tena kwa neema ya Mungu mimi ni mwenyekiti wa umoja wa madhehebu ya dini kata ya Sorwa. Kwa majina anaitwa mchungaji William Makala Kishai, ni mchungaji wa kanisa la TAG hapa Sorwa, lakini pia ni katibu wa umoja wa madhehebu ya kidini hapa Sorwa. Tuko hapa kwenye mkusanyiko wa madhehebu mbalimbali kwa ajili ya kuombea amani katika kijiji cha Sorwa, kuombea amani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, kuombea uhaba wa mvua, maporomoko na maadili katika kijiji cha Sorwa, vile vile na mlipuko wa magonjwa, hasa mlipuko wa Mpox. Jambo hili tulipolipokea, mimi pamoja na uongozi wangu kwa kweli tuliguswa sana jambo hili. Tuliona kwamba nchi pasipo viongozi wa dini haitaendelea. Na ndio maana tulipopokea hili tukaona kweli serikali yetu na mwenyekiti wetu wa kijiji si yeye aliyekuwa na mawazo hayo, bali mawazo ni ya Mungu mwenyewe ambaye amepitisha kwa kiongozi wetu. Jambo la kwanza tumshukuru Mungu kwa ajili ya kuweka nia kwa kiongozi wetu mwenyekiti wa kijiji. Neema ya Mungu iturudie, kwa sababu mabaya yanapotokea chanzo chake mara nyingi inakuwa ni uvunjifu wa makusudi ya Mungu. Watu wanapojitenga na kusudi la Mungu, ndipo Mungu huruhusu mabaya yatokee kwenye eneo. Sasa yanapotokea, ni nani anaweza kuyasemea? Ni sisi ambao Mungu ametuweka kuwa wasemaji katika eneo lake. Na ndio maana viongozi wenye maono na wenye macho wanapoona ugumu katika utendaji wowote, huwa wanauliza kwa makuhani toka zamani za Biblia, na ndivyo walivyokuwa wanafanya. Kupitia haya maombi najua watu wengi watapunguza kesi za kushitakiana, kwa sababu watakuwa wamemuogopa Mungu na watakuwa wanatembea katika amani kwa utulivu, maana watakuwa wamejua namna gani Mungu anavyostahili waenende katika tabia ya mwenendo mzuri. Today
Tunatambua viongozi wa ngazi ya kata yetu ya Solwa chini ya Mheshimiwa Awazi Mbaraka. Lakini pia tunatambua mtendaji wa kata na kamati zote na sekretarieti yote pamoja sana. Jambo la tatu, natambua uwepo wa serikali ya kijiji cha Solwa chini ya mwenyekiti ndugu Bernard Kaseria. Big up sana, umeupiga mwingi. Na maono ulionayo ya kutukusanya pamoja, tunaamini si wewe, ni Mungu amepandikiza hiyo mbegu na maono ya kuweza kuamsha. Lakini jambo la nne, tunatambua uwepo wa viongozi wa chama tawala ngazi ya kata na kijiji. Tunatambua sana. Na hata Biblia imetuambia hilo. Inazungumza wazi. Na ndio maana tunapokuwa katika makanisa yetu, sambamba na maandiko matakatifu yanatuambia kwamba kabla ya mambo yote Mungu wetu anataka dua, sala na maombezi kwa ajili ya wenye mamlaka, wafalme na wote viongozi wa nchi, ili amani na utulivu viwepo katika nchi hii. Kwa hiyo pasipo sisi kuwaombea nyinyi, mtafanya vibaya. Na mtakapofanya vibaya, Mungu anatutazama sisi wachungaji. Kwa hiyo tuko pamoja sana kwa jambo hilo. Kwa majina naitwa Petro Joseph, ni afisa mtendaji wa kijiji cha Solwa. Katika tukio hili la leo tumeambatana na viongozi mbalimbali kama nilivyosema, wa chama, dini na serikali. Naomba pia nitumie nafasi hii nimuinue kiongozi wetu mkubwa Mheshimiwa Diwani, awasalimie, ajitambulishe na aseme kidogo. Solwa oye! Maombezi oye! Mungu oye! Ndugu zangu, mimi kwa majina naitwa Awazi Mbaraka Abudu, ni diwani kata ya Solwa, lakini tuwakaribisha sana kwenye maombi haya, kwenye utukufu huu, kwani Mungu anasema watu wakisha kusanyika zaidi ya 3 4 na yeye yupo. Niwapongezeni sana, lakini niendelee kumwomba Mungu awashushie neema kubwa. Amina. Awashushie neema kubwa kwa ajili ya kumtanguliza kwanza yeye, Mungu wetu. Haya mambo mengine ndio yanafuata, lakini tuogope sana mambo mabaya. Tuogope sana. Lakini tuendelee kuwaamini viongozi wetu. Tuwaamini sungusungu, tuwaamini viongozi wetu wa dini, tuiamini serikali yetu ya kijiji, tuiamini serikali yetu ya kata, lakini pia tuamini uongozi wetu wa mbunge wetu, halmashauri yetu na taifa kwa ujumla. Na wote tutaomba kwa ajili ya ukabili maeneo yote. Baba, tutaomba kuangalia wengine magharibi, mashariki. Baba, kila watu wote, walimu wa dini wote, kila mtu na dini yake, tutaomba kwa ajili ya kuombea amani ya nchi yetu, amani kwa ajili ya mkoa wetu, amani kwa ajili ya wilaya zetu zote, amani kwa ajili ya tarafa zetu zote, amani kwa ajili ya vijiji vyetu vyote.
mbinguni. Baba, tunahitaji wakati kuomba jina lako kwa sababu ya mambo. Ninajua Bwana taifa na nchi na dunia na mambo Ibilisi. Tunahitaji mkono wako sasa Mungu. Endelea kuonekana katika taifa letu. Baba, pia watu wako. Ninajua hakuna shetani aliyekuja kuvuruga. Lakini ninajua amani Mungu. Baba, kwa jina la Yesu, bali damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kafunike kijiji chetu, damu ya Yesu kafunike kata yetu, damu ya Yesu kafunike wilaya yetu, damu ya Yesu kafunike mkoa wetu. Mungu katika kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya kwanza aya ya 10 umezungumza na Sulemani uliyemtokea wakati wa usiku akiwa katika maombi. Ulisema aombe lolote atakalo, naye Sulemani akasema anaomba hekima. Baba Mungu, tunakuomba neema na hekima ya viongozi wa kijiji cha Solwa chini ya uongozi wa mwenyekiti John Bernard Kaseria iwe pamoja naye. Tazama Mungu amekutanguliza wewe, hajataka mali wala utajiri wowote, hajataka kuinuliwa wala kutukuzwa, bali ameomba hekima yako. Tunaomba hekima hiyo kwa kiongozi wetu. Mungu twakuomba utusikie. Tunaomba katika Injili ya Yohana sura 17 mstari wa 11 Yesu anatuombea amani. Nasi tunaomba umoja na mshikamano wa viongozi wote wa kijiji cha Solwa, na kama nilivyosema katika Zaburi 133 ndugu wakae pamoja kwa umoja. Kwa majina naitwa John Bernard Kaseria, ni mwenyekiti wa kijiji cha Solwa, kata ya Solwa, tarafa ya Nindo, wilaya ya Shinyanga vijijini, mkoa wa Shinyanga. Kilichonihamasisha kuandaa kongamano hili, kwanza, kila kitu ni Mungu kwanza. Hakuna kitu badala ya Mungu. Kwa hiyo mimi ndio maana nilihamasika kufanya hili kongamano la kumjua Mungu. Kama vile ridhaa ile aliyonipa nikawa mwenyekiti wa serikali ya kijiji, pasipo kumjua yeye ni hamna. Bila watumishi wa Mungu nafikiri serikali peke yake haiwezi. Ndio maana hasa tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu tunahitaji sana kuomba. Kwa sasa hivi mmomonyoko wa maadili umeporomoka sana katika jamii yetu. Sisi kama serikali peke yetu hatuwezi. Ndio maana tumeamua kushirikiana na viongozi wetu wa dini kwa pamoja, tuunganishe nguvu kwa pamoja ili tuombe kwa ajili ya kuiombea jamii kwa ujumla, lakini pia tufundishe maadili ili kila familia sasa imjue Mungu, na familia ikimjua Mungu nafikiri hata hizi shida ndogo ndogo, migogoro ya ndoa, watoto wa mitaani, nafikiri vyote hivi vitakwisha. Kwa jina naitwa Esther Leonard, ni mwalimu wa shule ya msingi Solwa, mahali hapa mkutano unapoendeshwa. Mimi pia ni mwimbaji, ni mwanakwaya, naimba katika kanisa la Anglican mahali hapa Solwa Center. Na mkutano huu wanakwaya tumeupokea kwa furaha sana, kwa sababu unafanya watu wawe na amani, na mahubiri yote yanayozungumziwa mahali hapa hata kwa waimbaji ni kuhusiana na amani. Kwa hiyo kijiji chetu tumefurahi sana, hata wanakwaya waimbaji wote tumefurahi sana kwa ajili ya kongamano na mkutano huu, na tunaomba basi hata jamii nayo iendelee kulipokea kwa amani kabisa kama ujumbe wa mkutano huu unavyosema. Kwa majina naitwa Ntebi Joshua Maxi, ni mkazi wa hapa Solwa. Kwanza kabisa kupitia mkutano huu tumeweza kuona maana ya uongozi bora. Uongozi bora ni kuunganisha watu pasipo kujali itikadi zao za kisiasa, kidini na wala kikabila. Tunaona kabisa kwamba mwenyekiti ameweza kuunganisha watu pasipo kujali udini, ukabila, itikadi, na ndio maana leo hii tuko hapa. Kwa majina yangu naitwa Margaret Kulwa, ni mwanakwaya wa Anglican Solwa Kashishi. Tuko hapa kwa ajili ya kuombea amani ya kijiji chetu, na pia tuko hapa kwa ajili ya kumtukuza Mungu na kuelimisha jamii ili watu wote waweze kumrudia Mungu na kumtukuza Mungu, pia na kuachana na vitendo viovu.
ambayo yameshiriki kwa leo ni madhehebu 12 yaliyopo hapa ya Kikristo. Ni dini moja tu ambayo haikuhudhuria ya Kiislamu, lakini ilikuwa na mwaliko. Wametoa uzuru kwa sababu wako kwenye mfungo, wana maandalizi ya kwenda kumaliza Ramadhani hii. Kwa hiyo ujumbe wangu ni kwamba Mungu kwanza, afu kingine kinafuatia. Ukimjua Mungu, Mungu ni kila kitu unachokiomba kukihitaji. Mungu atakupa kama unamjua na kama unamuomba. Mungu ukimuomba anakupa kile unachoomba. Wito wangu kwa jamii, tushirikiane kwa pamoja tumjue Mungu, tuendelee kumuomba Mungu, yale tunayohitaji kwenye kijiji chetu tumuombe Mungu.